Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekuwa tukizungumzia maneno mingi. We have been talking about forgiveness and unforgiveness. Tukaingia kwa witchcraft. Witchcraft is a deeper thing. It is deep than where we think. And I have discovered everybody is a witch. Kila mtu hapa, including myself. Every person on earth is a witch. By way of design, or by way of birth, or by way of the place you find yourself. Hallelujah. Everything they do in every day of life, it becomes part of the lifestyle that you are. Kama ni chakula, akichakula na inene. Kama kuna shosho mmoja najua ukule kwetu nyumbani, alikuwa naamuka asubuhi, anaenda kwa hii mawe 3 ya jiko. Hapo katikati kabla moto iakishe, anakojolea. Unasikia anakojoa, kisha anafunika na wakisha moto. That is witchcraft. Anything that you will eat, it is part of the witchcraft you are going to eat. Witchcraft is a spiritual system. Sema spiritual system. Used to manipulate and control people's souls. Kutawala. Uchawi inakuja inakutawala na inakucontrol. Kudirect. When you are controlled, you are taken to any direction. As it's a spiritual system used to manipulate and control people's souls. Why souls? Why do witchcraft control a soul of a person? They target the soul because the soul controls mind. Sema mind. The soul controls the mind. And number 2, the soul controls the will. And number 3, it controls the emotions. Bwana Yesu asifiwe sana. A soul controls 3 things. Soul controls 3 things. Mind, will, and what? The emotions. They divert you from what you are supposed to become. Unaweza kuwa uko kwenye kazi, lakini kwenye kazi badala ya kufanya kazi unasikia umechoka kufanya ile kazi. Unaingia kazini but you become so tired until you are sacked. Hallelujah. And when they control your will, what is the will? The will, it is that capacity to do things. That capacity that enables you. Ile nguvu ambayo inakusaidia kufanya kitu, kutaka kuenda, kutaka kukaa, kutaka kuwa, kutaka kusucceed. Hiyo nguvu, hiyo neema, that is what we call the will. That is in you. What is the will? What is in you? What do you want to do? What are you willing to do? Now they control, when they control your will, it means that you are not able to do as you wishes, but you will do as they wish. Because the will in you, the heart is willing, but the body is weak. Because the devil will target those 3. The will, the what? The mind, and what? The emotion. They will koroga your mind. Mpaka unaona ni kama I am in the wrong place. Bwana Yesu asifiwe sana. And that has caused so many organizations to fail, families to fail, businesses to fail, because the mind, when the mind is controlled, the will is controlled, and the emotions are controlled, then stability wherever you are will never go. Ndio unakuja unaambiwa, unajua nini? Unajua nani anakuroga? Ni mtumia wako. Bibi yako ndiye alikuroga. Sasa wewe ni msee, alafu umeenda kwa diviner ama umeenda kwa mugaga mwenye anataka kuthrive kukula pesa yako, anakuambia ni bibi yako, na hakika bibi yako anakuaga na kisirani. Alafu kule kwingine naye bibi yako amewekwa spirit ambayo ni ya mahasira. Sasa ukiangalia bibi yako hakupatiagi chakula, bibi yako hakufanyia kuosha baguo, bibi yako hata afanyagi chochote. Whom do you think you can think else apart from her? Ukienda nyumbani ukiangalia kibibi, na unakuta, najua mtu akiwa na hasira na kuaga na sura baya. Umkute sasa ako na hasira ile yenu, alafu amefuga ile suruali kwa kichwa, alafu amevaa t-shirt kama kahoko. Sasa utafanyaje? Reaction yako itakuwa namna gani? Utaangalia huyu mtu, naona kweli venye niliambiwa na diviner ni hivi, nema niguo. Hata unatoka ije kupiga tamaka niguo. Nedete kanena shigo yako. We mundu wa Ngai we no utumetwo ni Ngai honokia meci. Giki gitumia no nginya njurage. Ucio agirwo ni kuingatwo.
Unafaa kufukuzwa. Unaenda unapiga bibi yako na unafukuza, because they have been able to control those three things: the will, the emotion, and what? And the mind. Once your mind and the will, and that is the entrance of witchcraft. Inaanzanga kwenye will, the mind, and because they get through the soul. Once they capture your soul, you are manipulated, you are controlled, and you will never do anything. That can be done by your house girl. That can be done by people here in church. That can be done by your husband. That can be done by your wife. Can be done by your girlfriend. And these things will happen. Kama hapa kanisani, this life ni kitu mimi naangaliaga hivi. Najua sasa uzuri yangu Mungu amenipatia macho ya kiroho ya kuona. Ni kitu sasa naangaliaga hivi, najua huli amefanya, unamfuata tu, unajifanya tu kamjiga fulani, unajifanya ni kupita unapita. Unataka kuona what anataka kufanya, what next. Mwingine anaenda unaona anafanya hivi. Kwa wale wakisi wanakuja kwa murago yako na koga hivi wakiwa uchi. You just watch them. Bwana Yesu asifiwe sana. That is why it is very important for you, before you eat any food, you sanctify. Bwana Yesu asifiwe sana. Witchcraft is normally very complex. Ni kitu very complex. It's something that if you don't have, you are not in your right mind, you will never win it. Hautashinda. Utashinda, utazunguka. Utakuja ninakuombea hapa, unaenda unalalia kitanda ambao ni ya witchcraft. Zero work. Hata nikikuombea. Utakuja na kuombea hapa, unaenda unalala na mwanaume mwenye yako na witchcraft ama mwanamke yako na witchcraft. Zero work. Utakuja na kuombea hapa, nafanya kila kitu hapa, na zinatoka, na unaona zinanyogoda mpaka zinatoka, lakini kesho tena tutarudia the same process. Why? Because where you came from, that is where witchcraft is. That is the source. No matter who prays for you, and if you don't identify the source of the witchcraft, hakuna kitu utafaulu. Hata uombewe na nani, hata nani akuje, bado it will return na itakuwa hivyo. That's what I say. Witchcraft is very complex until you know what type of witchcraft are you dealing with. The day you recognize what type of a witchcraft that you are dealing with, will help you now to counter and to capture and to arrest, because you will know what kind of a demon that is associated with this witchcraft, because every witchcraft is associated with a particular demon ambayo inafanyanga kazi hiyo. Na ndio unaona watu wengi, kama juzi nimeona hiyo kitu imezungumziwa sana. There are 4 kind of types of witchcraft. Niliwaambia zingine, lakini I want to deal specifically with these 4. Because these 4 zimebeba zile zingine nilikuwa nimekuambia. And this one, the one number 1 is buried witchcraft. Sema buried witchcraft. Na ndio umeona watu wengi, waganga na mapasta, wameenda kutafuta mizimu. Wameenda kuzungumuza na maroho ya wale waliokufa. Mlisikia Benihini alienda kuzungumuza na nani? Na Catherine Kuhlman kwenye kaburi lake. Bwana asifiwe sana. Wakatoliki utawakuta, tulikuwa na huyu Sister Nyadha, ati mifupa yake ilisaidia. Haleluya. Mifupa yake iliponya. Sasa walienda wakafanya inaitangwa ponti beautification. They go and do beautification on that body, because that body can heal. It has done a miracle. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine wanaenda kwa kaburi, anazikwa. Wanasiasa wanaendaga, wanasikwa ndani ya kaburi ya mtu mwenye alikuanga kiongozi, mtu mwenye alifanyika president. Anaenda wapi? Wanaenda wanazikwa, ama wanaenda wanachukua ule mchanga. Kuna wengine, kama mwingine nilisikia, alienda kwa mtu ambaye alikuwa mhubiri mkubwa sana, lakini alienda kwa kaburi yake, na huyo mtu alikufa na kansa. But the man was a good man of God like Waruinge, lakini alikufa na nini? Na kansa. This preacher alienda kwa kaburi yake, akachukua, anasema upako yake alitoa wapi? Kwa huyo mtu aliyekufa. So what is this man spreading? Cancer. That is why you have cancer spreading all over. And we cannot be able to speak against it, because the person has an authority, a spiritual authority. Ameenda kwa kaburi ya mtu alikufa na kansa, amebeba ile kansa, amekuja kuhubiri na hiyo kansa. The buried witchcraft inakaa kwenye graves. The buried witchcraft inakaa kwenye bushes. That is why utakuta kwenye bush kuna waenda wazimu wanakuanga huko. Kwenye forest we have forest altars. Na hizo forest altars zina operate in the forest, na zina operate na watu wako wenda wazimu. Markets we have also mwenda wazimu kwenye soko. Gotire donyo taleke.
Na ukienda kwa market utakuta in the market ndio unakuta uchawi. Wanauza na uchawi. Kwa masupermarket wanauza na uchawi. Kwa biashara za mtumba wanauza na uchawi. Kila kitu, stalls zote unakuta kuna hirizi. Where? Because that is where witchcraft is hidden. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kanisani tunafanya kazi na uchawi. Wakati nimevaa kipete hapa, nikifanya hivi mnaanguka nyote. Na nilikiendea Nigeria, nilikiendea Ghana. Nyinyi mnasema hey, that man is highly anointed man of God. Lakini ujui nimekurushia nini? Nilikuwa na demoni 7, nimewarushia nyinyi yote kanisa mzima. Itakuwa demoni ngapi kila mtu? 7. Sasa kila mtu anaenda nyumbani akiwa na demoni zake 7. Another place where these things are hidden, if they are hidden in strange places, it is bushes and also in rivers. Hallelujah. Remember the interview we did with Gary. Mlikuwa hapa tukifanya interview Vigira na Gary. Wakati Gary alitumwa na guka yake mwenye alikufa kabla mama yake kuzaliwa. Guka yake mwenye alikufa kitambo. Alafu alimtokelezea kwenye usingizi. Gary alizaliwa 1980 something, 89. Na guka mwenye alimtokelezea alikufa na 1952. Lakini guka alimwelekeza kutoka Nyahururu. Alimwelekeza kutoka Nyahururu akampeleka mpaka kule guka kule yeye mwenyewe amezikwa huko Kerenyaga. Bwana Yesu asifiwe sana. Akampeleka kwenye kaburi. Gari hakuwa anajua hawa watu. Lakini aliendesha pikipiki yake kutoka Nyahururu na pikipiki ilimpeleka mpaka kwa boma. Na pale aliuliza wao. Wakamuuliza, wewe ni nani? Mimi naitwa Gari. Gari wao akamuelezea, oh, wewe wangania. Okay, huko niko huko. Usiku akalala akatangidikiwa. Alipolala usiku guka akakuja. Akamwambia kuja nikuonyeshe pale nimezikwa. Mpaka kwenye kaburi yake. Na hajawahi kanyaga Kerenyaga. It was his first time. Kutoka hapo guka akampeleka, mwende muangalie iko kwa YouTube. Guka akampeleka, akamshika, akamwambia twende nikuonyeshe mfari vitu zangu za uganga ziliwekwa. Akampeleka mpaka river Nyamindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye river Nyamindi kuna tunnel ya 100 meters inside the river. Gari aliingia huko usiku. Lakini kumbuka kule nyumbani pale walikuwa nalala na mtoto mmoja wa hiyo boma. Huyo mtoto wa hiyo alikuwa naona Gari ako hapa. Hallelujah. Lakini Gari mwenyewe physically alitoka physically, lakini soul yake ikaachua huyu aendelee kuiona. Walikuwa na muamusha haamuki, na yeye physically ashaondoka, ameenda. Akapelekwa mpaka river Nyamindi. Hapo ndiye alitolewa zile vitu zinaitangwa za waganga, zinaitwa miano. Akatolewa akapata pembe na ile claw shell na ingine mawe ya black na vitu zingine alizileta. Tulikuwa nazo kule City Stadium. Muliziona tukizichoma. Pia ziko kwa YouTube, muende muangalie. Sasa I want to show the power how it directs you and where they are hidden. That was in a river where this thing was kept, and it was kept for over 50 years awaiting for this man, because he was the generation to take over this witchcraft so that he can proceed with it. Na alipochukua akarudi akatumwa akapelekwa mpaka Murang'a, mahali kuna njia 7 zimekutana. Akaambiwa hizo zingine ziko kwa hii mti. Akaambiwa chiba, akachiba, akazitoa physically. Akakuja, hizo ndizo tuliletwa pale tukazichoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Na alipokuja aliniambia alikuwa ametoka kwa Harrison. Alikuwa amepelekwa na sister yake. Alipoekelewa mkono na Harrison aliondoa mkono haraka sana, kwa sababu alikuwa na moto ukachoma. Maana these things are powerful and they are complex if you don't understand what it is. Lakini alipokuja kule kwetu, alidanganyiriwa na tini sister yake wanataka kumulete. Walipoingia akakuta magnet ikamshika. Ananiambiaga alisikia ameshikwa na magnet. Alijaribu kuinua mguu ikashindikana. Akajaribu kuinua, akaingia mfuko, akatoa ile gedhito yake, akaiweka kwa mdomo ifanye kazi. Mdomo ikaganda. Akashindwa kuifungua hivi. Akitaka kutoroka nikamwambia brother, can I talk to you? Akakuja. Alipokuja nikamwekelea mkono, akaaguka chini.
Ananiambiaga hajui ni nini kilitendeka between that, hata mimi sijui. Lakini eventually tulimwambia tumunyoe nywele. Kwenda kunyoa nywele, kuwekelea mashini, stima za building mzima zikapotea. Wenye mliona stima juzi hapa zilipotea. Stima zikapotea. Tukaakisha generator. Tukaweka mashini ikatoa moshi. Mashini sasa ya kunyoa ikatoa moshi. Shhh. Na generator ikakunywa mafuta. Ushaiona maji ikimwagika kwa tap, kwa sink ikienda. Mafuta tunaiangalia inakunyweka na generator haigurumi, inakunyweka. Gari ananiambia msee alikuja akamwambia ndo kaigire kwa ya marenda huko nina. Msee sasa alipomaliza tu tukamwambia sasa, nikajua location washa allocate. What can I do? I remove him from the location. Nikamfunika na mafuta, nikamwambia sasa toka, nikamtoa kwenye location, akapelekwa kwa kinyozi, akanyolewa. Aliponyolewa nywele ya mwisho kukatika, stima ikarudi. Kugurumisha generator tukakuta iko na mafuta full tank na ilikuwa imenyonywa ikaenda. That is the power and how intrigued this thing is. Nakwambia it is very complicated. Wakati alijaribu, kuna siku alijaribu kutoroka akaenda. Alipotoroka akaenda, alifuatwa na nyuki zinamsigira. Karo alikuja hospitali. Alikuwa amefuatwa. Alikuwa amepigwa huko. Imagine kwa motorbike hapa City Motion alikuwa pada hiyo na nikamwambia siku atakireko. Sawa hakuwa na City Motion. Sinakwambiaje? Nyuki ni wewe tu zinashughulikia. Ni wewe tu. Akifika nyumbani akakutana na mzee. Akamwambia wadigire niki? The old man. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Because this thing, witchcraft, is very complex. And also they live in old houses. Zile manyumba magofu. Utakuta majini yanapenda kuishi kwenye manyumba yale magofu. Yale manyumba mazee ya uzee. Pia some of them also live in animals. Nimekuambia the buried witchcraft, where they are hidden. It is in animals, old houses, rivers, bushes, and in graves. That is, tumesoma kuhusu nani? Buried witchcraft. Let's go now to number 2. Sprinkled witchcraft. The sprinkled witchcraft, hiyo wanakujanga, hiyo ninasema ninawaonanga wakikuja nayo hapa. Unaona ameenda kwa ile kona amefanya kitu. Ameenda kwa ile kona amefanya kitu. Kwa hii kiti yangu amekuja amefanya. That is sprinkled witchcraft. They will also come and touch you. Na anaenda amewacha witchcraft kwa nguo yako. It will start manifesting. Amekuletea kitabu kama hiki, amekupatia. You think it's a notebook you are given. You think it is a pen that is given to you. You think it's a money that is given to you. But they have sprinkled something on that particular thing. Wamesprinkle dawa ndani ya hiyo. So hiyo noti utachukua, utaibeba, utaenda nayo, lakini what will happen to you? Itafukuza kila kitu. Hiyo nguo umebeba ama hiyo chakula that has sprinkled witchcraft, utaibeba kwako. What will happen? Your husband will fight you. Your wife will hate you. Your children wataanza kukunywa pombe for apparently no reason. Wataanza kuvuta bangi for apparently no reason. Baka unashindwa. What happened? That is why when wageni wakikuja, wakitoka, na wao unawafagia, unamwaga maji kidogo. You sprinkle water. Bwana Yesu asifiwe sana. Don't allow anybody, no matter who, not even your mother, not even your father, not even anybody. Anybody can be a witch in your life. Anybody, more especially when you are having this kind of church like this one that is dealing with altars and principalities. Witches are here. Na wako utaitishwa tu kahadi kachivu, and that is the end of your life. They sprinkle along, wana sprinkle kwenye milango, and also in entrances of businesses, entrances of homes, entrances of churches, and stadiums, and also kwa goal post. Unaonaga goalkeeper kuna kitu ameshekaga anaweka wakati na saa unaona anafanya hivi ati ni penalty anafanya. Unaona amerusha kitu pale ama anakunywa maji anaweka pale. That is, ama anachukua mpira anaizungumzia. That is witchcraft. Utapiga mpira unaona goal kama 7. Football thrives in witchcraft. Bwana Yesu asifiwe sana. Number 3, black magic, the most dangerous one. Black magic. Tuko kwenye witchcraft.
if you are, in case umepotea. Black magic. Black magic is the most dangerous one. It is done directly. Sasa hiyo ndio inakujaka. Unaona mtu anakuja na kuangalia tu na macho peke yake, unaanza kugojeka. Anakuja kwa biashara yako. Kadiraki dukata. Inani yako. Inani yako. Kai. That is the end of it. Ameachilia. Hiyo ndio naitanga magic, black magic. Ila mnaitanga kiini macho ama kifunga macho. Atakuja na afanye vitu na hamtamuona na anatoka na anaenda. Na mnasikia dirari kwa unadirari chena dirari. Nilikuwa kwa hiyo, mimi ndio nilibeba. Kama ukiuliza Wairimo. Ile ya hivi. Studio moja tuongee. Ile ya hivi. Anakuita ukiwa nyumbani. Anaita Kenodia, wacha nitumie jina Kenodia. Before kwako kupatikane breakfast, kupatikane kwako kwanza. Before ATM yako ifanye kazi kwako, ifanye kazi kwangu. Before this happen, it must happen to me. Na anafanya, Kenodia, I want you here in 10 minutes. Kenodia ataamuka kutoka kwa kitanda yake kama mwenda wazimu. Unamuuliza, Kenodia, my dear, wadi yako ngaidia wanyokoa. Na wanatukanana akienda. Totigera pesa siya bureki vazi. Siya weka atia. Nekwa janye jaga pesa kadua mteigoro no weno. Na anaenda. Na sasa hiyo anakibia kwa Wairimu, anaenda na bia. Wairimu. Kwa daga pesa sigara. Yeuniyo daga odese tadako hoire girimagana mere na dorenda kowe. Nyende na wedo witu tuatie kodorathi. Kai Wairimu yako maka. Girimagana mere anarudi kwa mfuko anatoa 1300 anapatia. Na kwake amewacha kama ameuliza kama pesa inachunangwa kwa mti. Hiyo ni black magic, na ndio imevuja ndoa nyingi. Wazee wamebebwa na black magic. Business zimeangushwa na black magic. Kanisa zimeangushwa na black magic. Controlling ya kila kitu ni black magic, because it is a remote controlled kind of witchcraft. It is not si tangible. Inatumika na kitu kinaitwa majini. Ni majini yanatumwa, yanakuja kwako. Majini hao ndio yanalala na wewe. They have been sleeping with you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo majini, they have been sleeping with your children. Hayo majini yanalala mpaka na mume wako. Unasikia mume wako analalagwa na yeye huko nyuma. Kuna mama hapa amefanya mahesabu. Ameona amelirate ka story. They are done directly to individuals on a magic system. This is done by magician to blind and to make you deaf. They blind you, watafanya activities zao, you will not see. They will make you deaf, you will not hear them. Bwana Yesu asifiwe sana. You will not notice they were here. Watafanya mavitu na hautajua. Watakufanya ugeuke uangalie hivi wao wakifanya kitu. They will make you move from the position so that they can come and do something, because it is a magic, a black magic thing that happens. Utaondolewa kazini kwako. They will push you out of your work. They can push you out of your marriage. Wewe mwenyewe unabeba mzigo tu, unatoroka peke yako. Ukiulizwa nike muthera wekire tamakagotire ni murahitanĩtie aca nyine okono kadiranogire niki aca mami nie Kenya njikarange ndaugire nyambe njicote hanini kari kigirathire na mbere ndioi niyo nani ndioi. Sasa hapo unajua this is pure witchcraft. Hallelujah. And you cannot be able. It is the most dangerous one. It impedes the body, and the body cannot. They can also make. Remember wakati tulikuwa tunaenda crusade ya Thika, they called me, they told me crusade haifanyiki. Na mimi nikawaambia kama ni ya mama yako haitafanyika, lakini kama ni ya Yesu tutafanya. Do you know what happened to me? Nilienda nyumbani saa kitu saa 8 it was 2 yeah. Kufika huko nikaingia nikaoga nikalala. Lakini kuamuka nikaweka alamu iniamushe. Saa 12 kuamuka nilikuta all this part of the body cannot do anything. Nimekufa. Na mkono ndio nifikie simu, nipigie mtu, nikashindwa, sikeweza. Nilingangana for 3 good hours. Mpaka saa 2 mchana ndio niliweza. Ndio yule mfanyikazi wangu alitaka kujua, because she has never seen this. Akataka kuingia kujua, akapiga. Nikamwambia ingia tu.
kwa sababu nimejifunika. Alipokuja nikamwambia chukua hiyo simu, pigia, tafuta namba ya Harrison tumpigie. Nikapiga. Nilipo tu taja jina Harrison, miguu yangu ikarudi nomo, because it was an attack to destroy me, to make sure sitaenda kwenye mkutano. Maana nilikuwa naenda kuharibu mizimu, nilikuwa naenda kuharibu kazi za giza. Bwana Yesu asifiwe sana. And not until you invoke a spiritual authority that is above you, they can't lose you. Number 4, drinkable or eatable witchcraft. Drinkable or eatable. Hiyo tuliona hapa juzi. Wangapi waliona yule msee tuliletewa, yule alilete hapa? Hiyo naambia unaweka kwa chai, unaweka ndani ya majani, unaweka ndani ya chakula, unaweka ndani ya kile kitu unakula. You put it inside there. Those are drinkable or what? Eatable. When you have the drinkable or eatable, it is the most dangerous also, because you will eat it and live with it in your body. You will live what? With it. And you think it is helping you, ni dawa, lakini amekuweka, organs zako zitaanza kuwa depleted. Every part of your body will not start working, will fail you. Na ndio unasikia kidney imeanza kuleta shida, unasikia the heart that has a problem, the body, the blood system inakuwa na shida nyingi, shida ambazo hauwezi kuweza kuzitatua, maana already you have put a chemical that is in the form of a witchcraft in your body. So whatever your body will be responding to, it is negative. Ndio naona thinking yako, capacity yako ya thinking inarudi chini. Capability of you to stand refuses. Capability of you to become that vigorous man, that powerful man, that man that was fighting. Huyo mwanaume alikuwa amejulikana Kawangware mzima, akisimama hivi, anasimama kila mtu anamtii. Unakuta hiki kimwanaume ndio kinatumwa kiende kachote maji. Kililetewa tu kasoda. Kinakuonaga kila mam. Na zamani kilikuwa kikifanya kikitembea hivi, watu Kawangware kinatembea tu hivi, Kawangware msima kinatengenezewa barabara. So this is put in food and this is put in water. Nimesema hizo ine because those I wanted really musi understand vizuri. Let's now see the sign that makes you know that you are what? Under the influence of witchcraft. Saini gani ambazo unaweza kufanya? Utajua aje? One sign is that you encounter diseases that medicines and doctors are not able to diagnose. Wewe ni mgonjwa kabisa, hata umepelekwa ukitoa jasho, lakini ukipimwa hauna disease, hakuna ugonjwa. Hiyo design number 1, kujua mtu ni mroge huyu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sign number 2, you see shadows following you without seeing the origin of the shadow. Ushakuwa kwa nyumba unaona kuna keriru, kuna kitu kimepita hapo. Hapo kumepita kitu. Haleluya. Unaangalia unashindwa imeita wapi. Unaona kwa kitchen, uko kwa sitting room, unaona kuna kitu kimepita, kibeda. Unaenda kitchen kuangalia, unasikia mlango kang na imefungwa na imeenda. Na mlango iko intact. Uko na studio narudi nyumba. Unasema hiyo ulikuwa umechomoka na moiko, ati upambane na adui, na hakuna adui. Ashaenda. Ama unasikia ukitembea hivi, ni kama kuna watu wako padi hii. Unasikia kuna kiuoga, nywele inaanza kusimama, kuna kiuoga, kuna watu, mpaka unatani hivi. Ukikaa kidogo, unasikia kwa kitanda, umelala kwa kitanda, umejifunika na blanketi, unasikia kanyau, miguu ya tonyau. Ndio hako kanapita, unasikia kamekanyaga. Ama unasikia kuna kitu kimepita, unasikia mlango unasikia mlango imefungwa. Unaenda kuangalia kama mlango imefunguliwa, unakuta mlango imefungwa. Ni venye ulifunga, lakini umesikia imefunguliwa. Umerogwa. You hear voices. Kuna masauti unasikia, kuna watu unasikia, lakini you don't see the source ya watu hawa wanakuzungumzia. You are bewitched. Umerogwa. Ninaona mama ametingisa kichwa hapa, kumaanisha asharogwa. Number 3, sign number 3. When you find people rejecting you for apparently no reason. Watu tu unaenda unapata rejection. Unaenda kwa kanisa kama hii, lakini unakuta kanisa mzima imekureject. Unaenda umeolewa kwa familia mzima na ni watu wazuri sana, wanajulikana the best. Na wale wengine wameolewa hapo, wanapendwa, wewe tu ndio umerejected. Hawakupendi, nobody want to see you. Umerogwa. Unakuta bwana yako mwenye alikuwa anakupenda, na anakupenda vizuri, alikuwa anakuita babe. Hallelujah babe. Akitembea anakuita babe, akikuja maji na anaona ni kama babe.
Sasa anakuangalia hivi, anaona kiubwa kimesimama mbele yake. Odo you jiga hapo. What are you saying? I wanted to serve you food. For what? Don't want food. Honey, which clothes are you wearing? I don't want to wear anything. Babe, it's time we go to bed. To do what? To bed with you. Unasikia rejected. Unaingia kwa ofisi, unakuta kila mtu amekuja sura na ulikuta wakicheka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umerogo. Number 4 sasa. When you discover things you used to do with much easy, you are no longer able to do them with brilliance. Ulikuwaga namba 1, ulikuwaga wewe ndio unashinda kila kitu, but now sasa wewe ni mkia. Ulikuwa na amko nenda nafanya kazi yako vizuri, favor ilikuwa kwa kazi yako, sasa hata huwezi hata kuamka kwenda kufanya kazi, uedi hata kufanya jambo lolote huwezi. It means wewe umefanya nini? Umerogwa. Ulikuwa na wewe ni mchungaji hii kanisa, umeabiwa sasa, kwa sababu by the time a pastor, the leading pastor amekuona na amekuchagua, alikuona na akaona capability ndani yako. Lakini sasa ukianza kuzubaa na uanze kufanya maneno, lazima ukuje ukuamuliwe, umerogwa. Hallelujah. Your child has been, alikuwa namba 1, sasa ni mtingo. Kazini kila mtu alikuwa anakutambua, anasema, kama si Gladys anafanya hiyo kazi, ndani sioni kitu kifaulu, because wamekutambua. The time you realize you are underperforming, things that ulikuwa unafanya kwa urahisi zinafanyika, hazifanyiki sasa, bas wewe ulirogwa kitambo. 5, utakuta kama ukijua, those are signs to know whether kama umerogwa ama hujarogwa. Alcoholism, unakunywa pombe for no reason, unakuta kimutu kama hiki kinakunywa. Number 6, when you discover your body iko na smell, inanuka, unanuka tu. Umeoga, umetoka kwa bath lakini unanuka. Umejipiga perfume lakini unanuka. Ukienda mahali popote unanuka. Ukifanya jambo lolote unanuka. Ukikaa sweat tu kidogo unasikia mpaka watu wameanza kukuondokea. Ukifanya tu miguu hivi unasikia the pressure that is coming with the ni mbaya, ni kali. Ukinua jegeke hivi unaona mpaka mainzi ambazo zinafaa kukuja kwa kitu imenuka zinakufa, zinatoroka, because kuna uchawi. When you dream eating and drinking, and eventually you wake up with a lot of pain, severe pain all over your body. Ukilala, ukiota, ukikula na ukikunywa, alafu asubuhi ukiamuka, unaamuka ni kama umepigwa, umechoka, ni kama umelala ukifanya kazi. Mwambie mwenzako umerogwa. Ukiota, ukikula ama ukikunywa, alafu uamuke kama umechoka, umerogwa. Hallelujah. Number 8, si ndio? Hapana, tunaenda kwa 8. Number 8. When you find yourself, you are lonely, and sometimes you are lost amongst your peers. Tuko na wewe hapa lakini you are lonely. Tuna wenyo lakini you are lonely. Uko kwa group ya watu lakini you are lonely and you are lost. Mpaka unashindwa, what did I come to do here? Niki, what am I doing here? You are just lost. You don't understand yourself. Hallelujah. You find yourself hating everybody. Hutaki kuongea na mtu, hautaki waongee na wewe, hautaki wakue pamoja na wewe. Yani you are just, unasikia tu kuchukia. Unaona huyu mama unamchukia tu. You are supposed to be talking lakini unamchukia tu. Unaona unake nikiagira. Unaona watu wanakuja, they are supposed to keep company lakini unasema unake nikiagira. They just want to keep you away from people, because those people they are keeping you away from them, they are destiny connectors. Wamekuja kukuconnect na wamejua, so they will pull them away from you. You will start hating somebody. Mtu mwenye alikuja akuconnect into your destiny, unakuta you are pulling yourself away from them. Unakasirika tu bila sababu, unakuwa tu na hasira bila sababu. Number 9, when you have unexplainable miscarriages. Lack of what? The fruits of the womb. And the lack of miscarriages ni kumaanisha either you miscarriage yourself or either your dreams are miscarriaged. The dreams, maono, ndoto, kazi, biashara, familia, mzee, mama, ndoa zimekuwa aborted. There is a miscarriage in whatever you have done.
There's a miscarriage kwa mtoto, tumbo imekamata, lakini imetoka unexplainably, that you have no reason about it. Medically you are fit, tumbo yako is able to hold, kila kitu is able to hold, lakini mimba imetoka. Unajua umerogwa. Number 10, when you find yourself, you extremely, yani umekuwa wa kusahau ofyo. Tunaongea tu na wewe, ukimaliza sentensi ya kwanza, nikienda ya pili, ya kwanza nimesahau ile kitu umeniambia. Alafu nilianza kusikia ni kama kuna kitu inavurutwa kutoka kwangu. Hata nikiamuka hivi, naonanga venye unaamuka aga hivi, unasikia ni kama kuna uso inataka kuanguka. Nilikuwa every minute nilikuwa nasikiaga kuna kitu inanivuruta. Sasa hata tukiongea na wewe, ukimaliza sentensi ya kwanza, uingie ya pili, uniulize nimesema nini ya kwanza, sina. Roho zao, hebu guza mwenzako usikie kama roho inadunda. Number 11, when you hear voices but you don't know where they are coming from. And number 12, nataka tumalizie hapo because time. Number 12, nothing to show for your hard work despite your good education background and your activity. You are busy but you have got nothing to show. Hakuna. Yani hata unauliswa na mtu, miaka yote utoileko, huyu mtu ndivyo amesoma, what happened? Yani mtu wako na degree 3 ni kuhoya raho ya kuria, ni mlevi hivi anakunywa kwa mapati. Haleluya. Ukiona uko hivyo, ujue umefanya nini? Umerogwa.